Men who spend. Like the Bible says, Abraham kabla hakufa alikuwa anaona siku ya Yesu. Jesus anasema he saw my day and he rejoiced. Jacob aliona siku ya Yesu ndio akabariki Juda akamwambia kwako kutatokea mfalme ambaye atakufa. David alitravel mpaka akaona Yesu ndio atakuja, akasema the Lord said to my Lord, sit on my right hand. Akasema na hutaacha mwili wangu katika kaburi, katika maangamizi. David aliona Yesu mpaka akamuona msalabani na akaomboleza na yeye, akasema Mungu, mbona umeniacha? Na akasema wameigawana nguo zangu, wamefanya men travel in the spirit and so things. You can travel in the spirit na ukaandika mambo yote yanaenda kufanyikia Kenya from now mpaka mwisho. That's why mimi nikaambia kuombea ni one thing. I cannot say what you have exactly. Details mimi sinaja, but I can tell you seasons from now mpaka mwaka wa 3, because that is what is aligned in the spirit. Men of the spirit understand seasons. They can travel ahead and travel back. Na akakupa timetable yote ya spirit. That's why those people know a lot. Now God trusts them a lot. And they are very dangerous because he can travel in your future na akaialter it. And that's why it is demanded there's a level ukifika before Mungu akuanze kutembeza hizo level. It demands kwa hatred na revenge ndani yake ishi, so that because when you start traveling uanze kuingia kwa anga za watu, you are dangerous, you can mess them. So Mungu ana demand uingie ile love. Ndio maana kuna watu hapa mnapenda vikwazo. Ndio maana God cannot bring you there. Utaomba, utapona, utafanya vitu vingi, utaenda mbinguni, but he cannot make you a legislator because you can mess people. Bali nikwambia wapendwa, God has to demand that I have love because there are many things I see over people and I have ability with you. You know how God makes you, you cannot do this. You cannot. What are we doing? Sema come out of there. Come up here. Come up here. Come up here. Come up here. Nitamfuata nje ya lango. Alikofanyika dhabihu ya msalaba. Alikoandikwa David said mwana kondoo nitamfuata nje ya lango ya. And the Bible says before the foundation of the world the love of God was made. Yesu anakufa mwaka wa 27. But kulingana Bible alikufa kabla dunia ianze. Mungu alikuwa ameshaona. And that's why you have start seeing things in the eyes of God. Unaanza kushangaza wanadamu because tena unaona hawaoni. Who can ascend the mountain of God and abide? Who can abide in the shadows of the Most High? Psalms 91, Psalms 15, Psalms 24:3. Who can ascend the mountain of God? Mwenye mikono ni safi. You need to come out of hatred. You need to clean your space. Huwezi kaa na walevi, huwezi kaa na watu wa dunia, mnaongea vitu vichafu and you go up in the mountain. The mountain will demand righteousness. Yes, sir. You are accessed by the blood of Jesus, but you are ascended by your walk with God. Yes. Must will take you there, but to abide there. That's why we access it, na tunarudi kwa bidii, na tunashinda. Don't come down from the mountain, remain on the mountain. And let that remain on the mountain. Uko na 1,000 kwa mfuko umeishiwa, remain there. Don't go back to stress, remain on the mountain. Remain there. Hapo ndo kuna ushindi. Therefore, the remote control of the physical world is the spiritual world. You got to control your life from the spirit, and your life will follow suit. Your life is messed up to someone. Today I give you an opportunity to go in the spirit and correct it. You can do that. Go in the spirit and correct it. That's why we speak in tongues. It's the language of the spirit. The
language of the spirit. Ndio kama hujui tongue, please know it. Na nimesema know it because it's your decision. The reason hujui si ati Mungu hajakupa, is only that hutaki kuiongea. The Bible says speak and God will give you utterances. You have to speak multiple tongues, si moja. Kwa maana every tongue ina operate in a certain corridor. Lugha ziko tofauti because there are many corridors and mountains na many transactions. Kila tongue inafungua transaction fulani. Na ndio maana unaona kuna tongue unanena haraka, kuna ya polepole na kuna ya kujivuruta. Na kuna wakati unafikanga dimension fulani katika ulimwengu wa kiroho, corridor fulani, na Mungu anakupa speed ama anakupa foot fulani. You find yourself running in prayer. You find yourself jumping in prayer. You find yourself kuna mahali unafika mahali unakuwa mwanamke wa mimba, unatakiwa uzalishe kitu kwa yote. You find yourself mourning. You are giving birth. Ana mmoja anaongea ndani yake, mwaka kwenda kama sukama, kama sukama, kama sukama, jamani kama sukama, kama sukama. Oh baby, there is a time of journey ya kutembea. Yaani ukianza kunena shida tunaomba unaanza kutembea kwa ulimwengu wa kiroho. Lemba sukuma sukuka skani mashkonda babo si unaanza kutembea kwa ulimwengu wa kiroho. Unafika mahali unakutana na kitu ambacho unatakiwa upeane lakini hawakupi. Unaanza kubargain, unaanza kuengage the principality. Unaanza kuska kuska ekuski antuska ikosh ameskoya kaduska endos kedoska. Sema hii tanzi hayo ongea kutoka wapi? Kwa ina place. Hii kitu inatakiwa iachiliwe kwa familia yao, to a generation. But kuna vitu kwa kwa alifanya imezuia iachiliwe. Kuna vitu nyanya alifanya imezuia iachiliwe. Kuna vitu weakness kwa mashaka imezuia iachiliwe. Na unaanza ku engage the spirit by the mercy of God. Hiyo dimension, hiyo spirit inashika dimension. Kuka kuska kundi kuska kuska. Na hiyo spirit inachia dimension. Unaona mtu anaanguka flat. Ama tangi na badilika. Hiyo dimension ilikuwa kwa inaachiliwa kwa watoto. Miaka 500 mbele watoto wanatembea kwa hiyo anga. Sababu baba tembea. That's why everyone born in Judah is a king. Everyone born in Levi is a Levite, is a priest, because there's a dimension in the plan of God. And Jacob had to contend for it. And he fought an angel usiku yote mpaka asubuhi. Mpaka akamvunja hapo. That's why when you meet an angel, you meet a creature in heaven, you know, content na kupe dimension iliva mambo ni. That's why unapatango umeanguka juu ya anguka na majani. Ambapo ni unaamuka. That thing remain in your mind kama vile Jacob alivunjwa hapo and he live all the time. Inapigwa ndani yako chapa. Yenye kila wakati ukitembea inaonekana katika ulimwengu wa kiroho. Where you reach, they know this one anagani. That's a different. No, that's change. Inalingana which corridor you are. Ukiingia corridor ya utajiri inatambia. Ukiingia corridor ya vita inatambia. Ukiingia corridor ya maajabu inatambia. Ukiingia corridor ya creative miracle inatambia. Ukiingia corridor ya holy bodies inatambia. Ukiingia kuona hiyo uso wa simba peke yake. When hiyo kerubini inakuonekania, hiyo kerubini inabeba dimension 4. Lazima ikionekania na simba peke yake ina tantu zake. Ikionekania na ndovu ina tangi yake, ikionekania na tai ina tangi yake. Kazondo rika that's corner. That's why you cannot afford to speak one tongue. Unamaanisha not journey. Unamaanisha not travel. Unamaanisha not moving. Unamaanisha not transiting levels. That's why nasema you have to abide. You have to remain steady. The problem we have is start praying, unaanza kuwaza mawazo mengine, unawaza simu, unawaza nini. You have to tarry, unabaki hapo. Push. Now when you push and now angels are attracted, unasema huyu anataka kufanya na yeye pull. Ukikaa sana wewe mwa Mungu, you stop transiting. Unajua ukianza mwanzo unapanda mlima, but kuna wakati unafikanga na unavutwa. Wanasema kama kuna levels we go up, na kuna levels we are invited, na kuna levels we are pulled. The heaven when they open, the heaven they open ili kama mlango inaingianga ndani hiyo na inapanuka hiyo. Unavutwa. Hapo ndio unachopata ulikaa kwa kitu unachopata kwa fulani. Jua ni ile kuvuta. Mantos na tebeo. Mantos za watumishi wa Mungu zenye zimeangu zikoga angani. Take them. Yes. Sema this is a mango. That's why ukienda huko unaanza kukutana na mtumishi wa Mungu huko.
Unamwonanga hapa duniani, unaanza kukutana kumaanisha kuna ndevu anarepresent katika ulimwengu na utikiti. Na ukitoka huko unaanza kuona majibu yenye kwa maisha yake iko kwa yake kwa. Watu wenye wanainuanga sana anga na anointing ni wale ambao hawajakutana na baba ama mama yao kiroho ya dunia, wamekutana na hapo ulimwengu wa kiroho. There's way you can touch him here, but there's a way you can meet him there and you touch him there. Na unarudi, watu wanaanza kuambia unakaa kama baba, una mafuta kama ya the spirit. Transactions are done there. Anga ya familia yako, huduma yako is done there. You have to know how to journey. How do you journey? Take a time, take a frequency. Hata hiyo ni nini kiba tu you piga frequency unaruka nayo. Frequency ni mvuto wa kitu chochote chenye kina flow. Unaanza kuomba kasukuta, shuka kasukuta. Na hii mawazo umeconnect kwa safari ya ulimwengu wa kiroho. Kasukurama na Biblia inasema wewe wale ambao njia ziendazo Sayuni ziko moyoni mwao. Itakuwa sasa njia ziendazo Sayuni ziko moyoni mwao. Wakiwa katika bonde la Baka ulifanya hiyo na mtishiko ya maji utokea na huwa chemichemi na utoka level moja mpaka wainuke Sayuni. So unaanza kutembea kasukuma skota leko sima tuskaya manda umekonsentrate sumaiko sikanusa andoshela inotikaya tuskaya andoshela eos pia makozika unaanza kwenda unafika mahali unaanza kufutwa sauti na kufutu unaanza kufutwa unaiachilia. Yes, spiritual world you have to release yourself. Amen. Uwezo wako ukiwa wewe bila na baada kariba kasumu kanishika ndala kushika baka. Yes, you are speaking mysteries but you're not judging. Ukianza kujudge don't speak. Unaweza ona hii but you don't know where you are. Unapiga ndimu unaweza shika hii mti na kuajali kwa sababu kuna sababu unafuata. Unajiona una mountain. Unasimama una mountain or you enter a room or you enter a place unaona light inakuja. Kwa ulimwengu wa kiroho light, life and love is a person called God. The more unaenda na more light inakuwa nzito. The more inaanza kuumiza moyo wako. The more inaanza kuumiza macho yako na more inakuvuta. Unafika a place where unajipata you are flat. Then dimensions inaanza kuingizwa ndani yako. Ukirudi. You are not the person you are here. Where is people changing? People change. Encounters alter even your molecular structure of your body. Ukiwa na encounter fulani ukimwi yenyewe inakufa. Una encounter unakuwa na hapo ukirudi, huwezi tamani tena. Sasa anakuambia kwa sababu na kwa maana ile encounter inakumesi. Una encounter unapata ukirudi hakuna siku utakasika tena. Kuna ingine ukipata ukirudi hawezi kuhubiria kutoka. Because you met someone who messed you up. Who messed you. Who messed you. Because you cannot meet it and you behave normally. If you behave normally, you never meet it. This world is big. Applied. It's a real world. It's a real world. Is a real world. That's why my very spiritual world in your gates are found. Anytime you start seeing a ocean, as you see, anytime you start seeing, these are beats, you know, God, they are quite creative. Spirits are very sensitive. They want prayer. Anytime you start praying, they come. That we are not sensitive, that we are not aware. Even now, they are